Odi. Odi friend. Mr. Mbezi. Oya, vipi mwanetu? Safi vipi? Kama kawaida. Fresh na mimi nilikuwa na mtoko kidogo, sema tukae hapa tuzungumze. Baridi. Karibu sana. Asante. Unajua mwanangu. Na ujio nimekuja nao hapa. Unajua mwanangu. Ateswa na mapenzi. Shemeji yako tunampata. Yeah. Shemeji yako ina mwaka sasa hivi. Kila nikimgusa anasema anauma. Lakini huenda akawa anauma kweli. Wewe ulijaribu labda kumpeleka tu hospitali. Sikiliza mwanangu. Ule ugonjwa sio hospitali. Kwa sababu hivi unavyoona. Yaani unavyoniona hapa. Mwanangu nimemfumania geto. Yaani ninapokaa naye. Yaani ndio nimekuja hapa mwanangu. Unafurahi. Sio unafurahi na kucheka kwa sababu wewe una akili, ni mpuuzi. Yaani kabisa mimi najua utaniambia vitu vya maana, kumbe umekuja hapa unaniambia upuuzi wako. Ndio hivyo. Si mambo ya kipumbavu unaniambia. Ndio hivyo mwanangu. Yaani unavyoniona hapa. Wewe shemeji yako. Yaani kutagetu. Kwa hiyo sasa wewe umekuja kwangu hapo, mimi nataka nikusaidie nini? Yaani nipe hata mawazo mawili. Siwezi kukupa mawazo juu ya hilo. Sawa? Kwa sababu mwenyewe pia nina matatizo yangu kibao, yaani nina mambo yangu kibao yananiandama kichwani. Sijui umenielewa? Tena naomba uondoke. Basi Na kubadilikia sasa hivi, toka. Basi baridi. Mwewe. Ndugu yangu, naomba nisamehe sana. Najua nitakuwa nimekukosea. Lakini hata mimi mwenyewe napitia wakati mgumu sana. Ni hayo mapenzi yananiumiza. Bamkwe. Ndio baba. Shikamoo. Marhaba, ujambo mwanangu? Kwema kabisa bamkwe. Ndio, safi tu. Asante. Ndio. Mkwe bwana. Ndio mwanangu. Sasa mimi na matatizo. Ndio. Nimekuja kwako pale. Ndio. Sasa nimemkosa. Nikajua tu moja kwa moja utakuwa huko. Bamkwe. Ndio mwanangu. Toka nilivyomuoa binti yako. Sawa. Kiukweli mimi chakula cha usiku mimi hanipi. Chakula gani ipo? Pilau, ugali au nini? Yaani namaanisha tendo. Tendo la ndoa. Okay. Kwa sababu gani akupi tendo la ndoa? Unajua? Kila siku anasema yeye anaumwa. Kwa maana hiyo sasa. Ndio mwanangu. Mimi nikasema moja kwa moja nikuletee taarifa wewe. Ndio. Inawezekana ukanisaidia. Okay, sawa. Mimi ninaweza kukusaidia. Lakini kwa sababu inatakiwa uende nyumbani ukamwambie mwenzio, umchukue mwenzako na wewe na mwenzako mje nyumbani kwangu ili mkae wote ili niwasikilize kwa sababu gani mnakosa kupeana tendo la ndoa. Wote muelezee sababu zake za msingi. Kama mimi babako naona nipo shamba hapa nalimalima, nyinyi malalamiko kila siku malalamiko. Sasa watoto wangu nyinyi bwana sijui wana namna gani sijui. Mimi hapa namalizia muda si mrefu nalimalima vimboga mboga hivi kwa mama yako. Kwa hiyo kama basi sawa, mimi 15 hivi nitaondoka nyumbani. Bamkwe mimi naenda basi. Wewe unaenda? Mtakuja basi baada ya masaa mawili. Ndio mwanangu. Haya. Sawa baba, sawa. Haya Bamkwe. Haya mwanangu. Yaani ulime salama Haya mwanangu. Yaani mwanamke gani? Mimi nishakuchoka. Mimi mwenyewe nimekuchoka. Yaani nimekuchoka kabisa, nimekuchoka. Mimi nishakuchoka. Na mimi nimekuchoka pia. Wewe twende kwa mzee tukasuluhishe. Tutajua huko huko. Unatangulizaje? Tangulia mbele huko. Twende bwana, tushafika na baba huyo hapo bora tumemkuta. Baba tumemkuta huyo. Nashukuru mwanangu. Tumetoka shamba tena huko. Mambo ya kuli za mama yenu hii. Ni wala tu.
Karibuni jamani, karibuni. Asante. Kaeni kwenye viti hapo. Mambo ya shamba. Jembe langu. Mambo ya shamba tena. Ndio, haya habari za kwenu nyinyi? Salama. Shikamoo baba. Baba. Za hapa. Tumshukuru Mungu. Ndio. Nawasikiliza. Bwana mkwe, nimekuja. Ndio. Malalamiko yangu Ndio. tuje tuyaongee. Sawa sawa. Ni vizuri zaidi mmekuja wote wawili ili muongee wote niwasikilize. Sababu hasa sasa ni nini kinachowasibu ndani kwenu ya nyumba? Ndani ya nyumba kwenu kuna sababu gani ambazo chokochoko nyingi, malalamiko kila siku? Nini sababu? Vizuri zaidi mmekuja wote wawili. Wewe mke wangu. Ndio. Toka nilipomuoa. Mwaka sasa. Sijapata tendo la ndoa. Nakusikiliza. Kwa hiyo alafu kikubwa kilichoniumiza zaidi, ananiambia anaumwa, lakini leo hii nimemfumania na mtu mwingine mpaka nimekuja kwako. Yaani nimeshindwa hata cha kufanya kama tu bora niwaache jinsi walivyo. Baba mkuu, naomba unisaidie. Labda tumuulize mwenyewe mlengwa. Vipi mtoto wangu? Anaosema mume wako yuko sahihi kweli? Hivi baba wewe unamuona mwanaume ana akili kweli? Malalamiko kama haya anaweza kuyaleta kwako? Mshenga amjui? Kwa nini amekuja kwako? Hata wewe unaweza kusikiliza kesi kama hizo? Siwezi kusikiliza kesi ya namna hiyo. Kwa sababu mimi ninapojua nikiwa kama baba yenu, nyinyi kabla kuoana mlianzia kwa mshenga. Haya malalamiko kama haya yaanzia kwa mshenga, sio kwangu mimi. Hiyo ni dharau watoto wangu. Kwanza sio heshima. Heshima gani hiyo? Mimi baba yenu nimehangaika mlioka shambani, sasa ndio narudi sasa hivi hapa. Mmeletea kesi zenu za ajabu ajabu tu za kijinga jinga. Inakuwa kuwaje? Yaani baba mkwe, nilijua utanitetea, alafu ndio unanikandamiza tena? Hapana. Hawezi kutetea upumbavu kama huo. Kesi za kijinga jinga, yaani sio zinafika kwangu. Zinaanzia kwa mshenga wenu ndio mnampa malalamiko yote. Kesi za ndani unaleta kwa babangu. Kweli wewe una akili wewe mwanaume? Za ndani. Kweli wewe umemdharau babangu. Mwana mimi baba yenu nimetoka shamba natoka kulima sasa na kuni hivyo. Mama yenu avikatakata apike ugali hapo ndio sasa nafika. Mama yenu ipo dukani hapo. Kwa hapa nimechoka. Mbuzi kama hao umeona wanakula ndani ya ufunguzi hapa na kazi nyingi sana. Na nyinyi mnakuja mnanipa lawama ambazo malalamiko ambayo hayana hata msingi. Baba mimi nimemchoka wewe mwanaume. Nimemchoka kabisa. Nataka nimwache. Nenda kwa mshenga tuachane. Nimechoka na mimi. Halo. Halo. Vipi? Safi. Niambie. Fresh, niko hapa maeneo ya kwenu hapa. Unaweza ukaja mara moja? Kuna tatizo? Hayo tutaongea hapa utakapofika. Poa. Chapu basi kidogo. Poa. Safi. Kula nini? Ni kweli tatizo lipo. Tatizo gani? Zena. Hivi unanipenda kweli? Sana kutoka moyoni. Lakini kwa nini iwe mimi? Na nini? Niambie niweke wazi. Okay, sawa. Nisikuzungushe sana. Unajua hichi tunachokifanya sio kitu sahihi. Unajua kwa nini? Kwa nini? Yaani kuna muda tu moyo wangu unakuwa na wasiwasi. Nafsi yangu inaniuma, inanisuta. Kwa nini? Labda tu nikwambie nisikufiche. Mr. Bezi Kikoti alikuja nyumbani. Anataka nini? Au anasemaje? Alikuja nyumbani na amenalalamikia sana
kuhusiana na wewe. Kwamba Ina maana hujui au unanichota tu akili? Kwa sababu yani nakuwa naongea wewe unanijibu tu shoti kwamba yani ufahamu chochote. niweke kwanza wazi, kaja kuzungumzia kuhusu nini? Maana hata nyumbani kwa babangu amepeleka matatizo kibao kuhusu mimi. Yule bwana analalamikia sana Anasemaje? kwa sababu mimi nimekuwa mtu wake wa kumshauri mara nyingi, lakini awamu hii amekuja na swala lako wewe. Anasemaje? Analalamika jinsi unavyomfanyia. Kwa hilo ndo linakukatisha tamaa? Kwa hiyo nataka tuachane kwa sababu ya hilo? Hapana, sijamaanisha tuachane. Hata mimi nakupenda, lakini kwa maana mimi nafsi yangu inaniuma ninavyomfanyia yule, huenda hata mimi nikafanyiwa hivyo hivyo. Akufanyie nani? Kwangu mimi kuna mtu akufanyie? Mimi nakupenda kutoka moyoni, usimsikilize. Nishamwambia aniandikie talaka, anipe, hataki. Nenda kwa mshenga, tuachane, hataki. Mimi nakupenda kutoka moyoni, usisikilize na wala yani usimsikilize kabisa. Lakini baby, wasiwasi ndo akili. Hamna. Mimi naogopa, unajua wewe ni mke wa mtu. Mimi nakupenda bwana, achana naye, tuendelee na mambo yetu. Okay. Take care. Mtoto jirani alivuruga sultani, atakurati tamani, usingizi upatikani. Namuwaza Zubeda mtoto muweza, namuwaza Jeni kanipotea kimiujiza, mi bado narimis penzi lake tam 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 kama sali, yani tam tam mwenzako silali. Afoshua sala umenizingua, ulisema nachosela, leo upona msela. Afoshua umenizingua, Afoshua umenizingua. Mapenzi na njaa, kipi kinauma? Njaa inauma, lakini kwangu mapenzi yanauma zaidi. Nini? Mapenzi na njaa, kipi kinauma? Njaa inauma, lakini kwangu mapenzi yanauma zaidi. Popote alipo kupata simpo, namvuta kakiko, yani kumchiti mwiko. Popote alipo kupata simpo, namvuta kakiko, nani kumchiti mwiko. Afoshua Jamani, mume wangu umekuwaje? Mwangalie vitambulisho kwanza. Huyu wa wapi kwanza? Hii barua. Hii barua. Jamani, habari za saizi hapa? Kwema kabisa. Jamani, poleni na msiba. Tunashukuru jamani, tumefika salama. Sasa jamani, mimi nilikuwa nasubiria mazishi tumalize, ila kuna barua hapa kaiacha marehemu. Naomba wote tuisikie barua inasemaje, au mwanafamilia mmoja nimpe aisome hii barua. Kama kuna mwanafamilia hapa aisome. Ungesoma tu. Sawa. Ni mimi mzee Kikoti, nimeamua kuchukua jukumu hili la kujinyonga kwa sababu ya mapenzi. Mapenzi yananitesa sana. Nimeamua kuchukua jukumu hili la kuaga dunia, nimwache mpenzi wangu ambao nilikuwa nampenda kutoka moyoni mwangu, nimwache yeye ahangaike na dunia yake kama alivyotaka, na mimi niende nikapumzike mahali pema ninapotaka.
nimwache huru kabisa. Jamani, nadhani tumeielewa hii barua na tumesikia wote kwa makini. Niwape pole sana. Jamani, tunashukuru Mungu jamani. Kwa hiyo wanafamilia, kama tulivyosema hapa, barua kama ilivyosema, samahani, naombeni nimjue mke wa marehemu ni nani ili niweze kumpa pole zaidi. Udada mbona anaondoka? Ndo huyu. Alichokifanya anakijua. Ni familia nzima. Jamani, samahani, mimi natoka. Nitakuja. Nikwambie kitu mpenzi wangu. Hivi kilichotokea hujasikia? Si kuna mtu limekuja kwenye msiba. Kaja anataka kumjua mke wa marehemu, kaleta usia pale, kausoma. Hebu subiri kwanza. Unasema msiba? Kwani hujui kama mume wangu amefariki? Amejinyonga. Unashtuka nini sasa naye? Lakini nilishakwambia. Umeona nimeshakuwa tatizo sasa hivi. Sasa unafikiri mimi watu watanifikiriaje? Kwani wewe ndio ulomuua? Kajinyonga mwenyewe. Hata kama Zena, ili tayari ni tatizo kubwa. Sasa tutafanyaje? Ndio lishatokea, tutafanyaje? Na wewe kila siku unakuwa mtu wa kurahisisha hivyo hivyo. Yaani hivyo hivyo unarahisisha. Jamii itaniangaliaje mimi? Yaani Zena, ushanchanganya.